Hello, karibu katika channel yako pendwa ya Tangaza Promos. Leo hii tutaenda kuangalia jinsi ya kusponsor Instagram kwa mwaka huu 2026. Najua wengi wenu mmeshaangalia video yangu ya jinsi ya kusponsor tangazo la Instagram, lakini leo hii ni guide ya 2026 kwa sababu kila mwaka kunakuwa kuna update mpya, so ni vyema na wewe mwenyewe ukaji update kulingana na mwaka ambao uliokuwepo. So kila mwaka kuna features ambazo zinaongezeka, lakini pia kuna feature ambazo zinapungua. So ni vyema ukaji update na kujua namna gani ya promote. Ndio maana unakuta mwaka jana uko na promote matangazo unapata matokeo, lakini mwaka huu ukipromote matangazo unakuwa ni vigumu kupata matokeo kulinganisha na mwaka jana. So kwa sababu ya kunakuwa kuna hizo update. So ni vyema ukaji update ukajua hizo update ambazo mpya zimekuja na namna gani ambazo nafanya kazi kwa na promote Instagram. Kwenye video hii tutaweza kuangalia namna ya kusponsor Instagram kwa kutumia device za Android na device mbili ambazo tunaweza kutumia, smartphone za aina mbili. Tunaweza kutumia iPhone, tunaweza kutumia Android. Kwenye iPhone kuna njia yake ya kupromote, lakini kwenye Android tutatumia application yenyewe ya Instagram kama Instagram. Na pia tutaweza kuona kwa nini kuna utofauti kati ya kuboost kwenye iPhone, lakini kuna utofauti kwenye kuboost kwenye Android. Video hii itakuwa ndefu kidogo, lakini kuna video ambazo unabidi uwe umeshazifuatilia kabla ya kuja kwenye video hii. Na video ya njia sahihi ya mfumo sahihi wa malipo. Hiyo video ipo kwenye channel hii. Kwa hiyo ni moja kati ya video ambayo ni muhimu kuipitia kabla ya kuangalia video hii, mradi uweze kuwa na clear picture ya namna gani ya matangazo yana perform, lakini pia uweze kuelewa, kwa sababu kwenye ile video kuna vitu vile ambavyo nimevizungumzia ambavyo unabidi uwe aware navyo. Nimezungumzia kitu kinaitwa prepaid, lakini pia nimezungumzia kitu kinaitwa postpaid. Hizi ni njia za malipo, so unabidi uzifahamu kabla ya kuja huku. Lakini pia hii video itafocus sana kwa watu wa Android, lakini video inayofuata itakuwa inaelezea namna ya kupromote iPhone. Na sababu kuu za kutofautiana huko ni kwa sababu ya makato. Kwenye iPhone kuna makato ambayo zinaitwa Apple fee, kwa sababu Apple anataka yani miamala yoyote ambayo inafanyika kwenye iPhone wakati 30%. So Meta wakaona haiwezekani situkate 30%. So wakahamisha hayo makato kwa watumiaji wenyewe. So mtumiaji wa iPhone au device yoyote ya Apple anakuwa anakatwa 30% ya makato. Ukijumlisha na VAT 18% ni 48%. Yani tuseme kama nusu ya tangazo yani nusu ya bajeti yako ya tangazo. Tuseme kama una promote tangazo la 100,000 na maana ongeze 48,000 hadi tangazo lako liweze kwenye kupromote. So hiyo ndio sababu kuu ya kutofautiana. So video hii kama nilivyosema ina focus sana kwenye Android. Without further ado, let's do this. Mtu wa Android ataingia kwenye Instagram yake, then ataingia kwenye profile. Akishafika hapa kwenye profile, atatafuta hiyo post ambayo anataka kuipromote, lakini so kila post inafaa kupromotiwa. So ni vyema kuangalia kwamba je, hiyo post inafaa kwa wewe kupromote. Kwa ni moja kati ya kitu cha msingi cha kuzingatia. So mimi natafuta post, naona hii hapa inafaa kwa mimi kuipromote. Post yangu ya offer, ilikuwa offer Black Friday. Lazima ni boost without music, kwa sababu ule muziki ambao nimetumia kwenye ile post una copyright. So kiboost itakuja kwenye goal ni lengo, na kila mtu anapokuwa anatangaza huaga na lengo lake maalum. Mwingine lengo lake ni kuuza, mwingine ni brand awareness. Umeona? So utachagua kulingana na wewe na nini unachokitaka, lakini nitaelezea zote hapa. Kuna feature moja ambayo imeongezeka ni unoptimized mix of ads. Hii inakusaidia wewe mfanyabiashara kuchanganya hizi goal zote ambazo ziko hapa 3 au 2, kuzichanganya
na ukatengeneza goal moja, yani unazichanganya alafu then lakini pia kuna goal zingine kama messaging hiyo, kuna goal nyingine kama visit your website, lakini pia kuna goal nyingine ambayo visit your profile. So unachagua hiyo optimized mix of action iweze kuonyesha. Sasa ukiangalia hapa chini kuna viandishi vidogo sana vimeandikwa edit, ambao ukibonyeza hapa utaweza kuedit hizo goal, yani unaweza kumix hizo goal. Na hapa wamenekea preferred goal na hiyo profile and follow, profile visit and follow. So hapa nitachagua kulingana na mimi ninavyotaka, labda nataka message peke yake au nataka profile visit na follows, nipate followers au nataka engagement, maana nataka likes, comment, share. Utachagua kulingana na hayo unachotaka, lakini lengo kuu la hii video sio kuchagua hii goal, nimekuonyesha tu kwamba kuna features mpya hiyo hapo. Lakini tuangalie hizi goal zingine tatu, na goal ambayo nataka tuishi nayo leo ni messaging, ambao ukichagua hapa unachagua pia application ambayo unataka upokee message, na application nzuri kwa ajili ya wewe kupokea message ni application ya WhatsApp. WhatsApp kwa sababu utaweza kutengeneza customer base, na maana wale watakucheki, utasave namba zao, lakini pia unaweza ukawafanyia follow up. Na maana mtu kama umechat hajanunua, unaweza ukampigia simu au ukamfanyia follow up, ukamweka kwenye broadcast. Kuna features nyingi sana kwenye WhatsApp business ambazo zitakusaidia wewe kwenye biashara yako. So pia kitu kingine cha kuzingatia ni action button. Unaona hapa kwenye action button wameweka contact us au sometimes kuaga chat on WhatsApp ambao ndo default, na ni vyema wewe ukabadilisha hapa action button wakeka ambao ina sound kibiashara zaidi. Mimi naweza kaeka hiyo order now au kaeka book now kwa sababu ina sound kibiashara zaidi. Kaeka chat on WhatsApp, mwisho wa siku unaweza ukajikuta unapata watu ambao hawana interest na biashara yako, yani wasumbufu tu wakaja kukusumbua. So na pia outcome pia unaweza ukachagua hapo, je, unataka conversation au leads. Leads ni information za watu ambao wako interested na bidhaa yako au huduma yako. So mimi nimechagua hiyo messaging, na hii ndio ambayo tutafocus nayo siku ya leo, lakini nitakuelezea hizi goals zingine hizi mbili. Lakini pia kuna feature hii ya business hour ambao ukiwasha hapo tangazo lako litaruka ule muda wako wa kazi, kwa sababu unapofungua account huaga una set hivi muda wako wa kazi ni muda fulani mpaka muda fulani, lakini kama hujui muda wako wa kazi unaweza kubonyeza pale see hours. Sasa mimi hiyo sina haja nayo, ndio maana nimeizima. Kwa hiyo nitaendelea bila kuweka hiyo business hour. Nataka watu wani message muda wote, hata saa 8 za usiku, saa 9 za usiku, it's okay for me. Na kuna hizi goals zingine mbili ambao kuna visit your profile, lakini kuna visit your website. Visit your profile kama inavyosemekana hapo kwamba best for brand awareness and followers. Ukitaka upate followers, brand yako ikue, watu waifahamu brand yako, unachagua visit your profile. Na moja kati ya matangazo muhimu pia, kuna muda ambao unabidi upromote inadi tu watu wakujue, watu wakuone, na lengo kuu la kutangaza ni kuonekana, so kuuza. Hiyo kuuza ni step inayofuata, lakini lengo kuu la kutangaza ni kuonekana. Ukionekana ndio watu watakufahamu, watu watakuamini na watu watakuja kununua. So ni vyema kwenye mwezi ukaweka pia matangazo ya brand awareness kwenye mwezi wako wa kibiashara, kama matangazo yako ya brand awareness ambayo atakusaidia watu waifahamu brand yako. Yaani watu wanaposikia brand yako wajue kuna deal na nini. Ni kama vile mtoto mdogo tu ukimuuliza Coca-Cola, mtoto mdogo hata miaka 5 ukimuuliza Coca-Cola ni nini, anakuambia bana iko kinywaji. Lakini kuna hii visit your website ambao hii ni nzuri kama una landing page, lakini kama ufahamu landing page, kuna video ambazo zinazungumzia kuhusiana na landing page, kwenye video kwenye channel yangu. Ni moja kati ya kitu muhimu sana kuwa nacho kama mfanya biashara, lakini pia kama una e-commerce au una website pia unaweza kuweka link ya website. Na hii ni moja kati ya goal ambayo naipenda sana, na nitaelezea hapo mbele kwa nini naipenda sana hii goal kuliko zingine zote. Sasa ukishachagua hapo pia utachagua na button kama kawaida ambayo inaendana na hicho ambacho nakitangaza, na hiyo sehemu umeona kuna sehemu ya kuweka link.
unaweza ukaweka link, lakini pia unaweza ukawasha message button ambao mtu akifungua hiyo landing page atakutana na button ya kumpeleka mtu WhatsApp. So kama pale unapoona namba yangu ya WhatsApp ndio hiyo hapo. Kama kuna shida yoyote unaweza ukanicheck kwa hiyo namba yangu ya WhatsApp. So ni vyema ukachagua hiyo message button ya baadaye. So hapo ndo unaweza ukabadilisha sasa. Na kwenye upande wa goals, hiyo ni goal ambao ni cheap kuliko zote, yani ni nafuu kuliko zote. Yani kwa $1 ambayo utatumia kwenye virtual website utapata clicks nyingi au utapata clicks nyingi kulinganisha na hizi goals zingine. Ndo hiyo ni moja ya sababu naipenda sana hii virtual website. Lakini kwenye upande wa conversion pia ipo vizuri sana kwenye kubadilisha watu ambao wanatembelea kwa wateja, ipo vizuri sana hii virtual website. Watu wengi wanachagua messaging kwa sababu hawana hivyo vitu ambavyo nimevizungumzia. Hawana landing page, nakuta mtu ana e-commerce, ana website, lakini mfanyabiashara ambaye anajielewa na anajua nini anafanya, hivyo ni vitu ambavyo sio vya kukosa kabisa. Sasa kwenye upande wa cost inafuata virtual profile na then messaging ndo ya mwisho, yani hiyo ndo expensive. Kwenye hapa messaging ndo expensive, so watu mnakimbilia option ambayo ni gari. Kama unakuta unaweka hata $5 lakini haupati chochote kwa sababu umechagua option ambayo ni gari. So ni vyema kufuatilia, ukawa na hivyo vitu, ukawa na website, ukawa na landing page, ukawa na e-commerce, mradi upunguza gharama za matangazo. Na kuna video ambayo itafuata ambayo ni namna gani unaweza kupunguza gharama za matangazo, kwa sababu hadi siku zinavyozidi kuongezeka gharama za matangazo nazo zinaongezeka kulingana na ushindani unavyoongezeka. So mimi nachagua messaging kama nilivyosema kwa video hii ya leo focus na messaging kwa sababu watu wengi hawana landing page, hawana e-commerce, hawana website. So chagua hiyo messaging. Okay, next ni audience. Sasa hii ni sehemu ambayo masikio yako na attention yako yote inabidi iwe hapa, kwa sababu hapa kama utamiss utachoma pesa zako zote za tangazo. Yani hii ni sehemu ambayo nakutilia umakini kinoma noma, kwa sababu ukifeli hapa hata uweke milioni ngapi utoambulia chochote, na ukiingia moja kwa moja na kuchagulia kwamba suggested audience ambao ni watu ambao wanafanana na followers wako. Hii sio nzuri kwa sababu kama followers wako sio watu ambao wananunua, ina maana itawafuata watu ambao hawanunui. Ni vyema ukatengeneza audience yako mwenyewe, na kama unavyoona hapo mimi na audience kadhaa hapo. Unaona kuna website design na Tanzania followers. So unapokuwa unatengeneza audience zinakuja ku display hapa. So utachagua kulingana na wewe tangazo lako. Kwa hiyo utachagua audience kulingana na wewe na kitu ambacho unakipromote. So mimi nitatengeneza audience hapo ili ni uweze kuelewa namna gani ambavyo tunatengeneza audience, lakini mimi audience ambayo naitaka kwenye tangazo hili tayari ipo hapa, na hii ni demonstration tu. Kwa hiyo nataka uelewe, mimi nitaanzia chini kwenda juu. Huku chini kuna interest na age and gender hapo kwenye audience suggestion hapo. So audience ndio namna ambavyo tuna set kulingana na age, gender, interest, location. Lakini kwenye upande wa meta ads kule tuna set hadi tabia, au watu wana tabia gani au wanatumia simu gani, na set hivyo kulingana. So nitaingia hapo kwenye age and gender, na age nitaweka age ambayo sio ambao wana interest tuna bidhaa au hii huduma, lakini pia wana uwezo wa kununua huduma. So hivyo ni vitu vya kuzingatia, kwa sababu unaweza ukaset audience ambao wana interest lakini hawana uwezo wa kununua, na wengi wanakosea hapo, kwa sababu unakuta mtu anapromote tangazo anaishia kupata mauzo, anaishia kupata maulizo tu badala ya mauzo. So maulizo yanatokana kwa sababu watu wana interest lakini hawana uwezo wa kununua bidhaa. So unapomtajia mtu bei ashangaa anakimbia au boutique zinakuwa nyingi. So utaweka umri ambao anaweza kununua, lakini pia interested na hiyo bidhaa. Lakini kama ni unaangalia pia bidhaa yako ni kama labda ni ya jinsia fulani, utachagua hiyo jinsia. Kwa mfano labda ni tangazo la PID. PID tunajua ni ugonjwa wa kike, so utachagua hapo female.
lakini pia utaweka ule umri ambao wanaugua sana PID. Naamini miaka 20 mpaka 45 ni umri ambao wanaugua sana. So utaweka hapo au mpaka 49. Yeah. Umri ambao wanaugua sana PID. So utachagua hapo then utaweka done. Then kinachofuata ni minimum age. Nitakuelezea baadaye hapo kwa nini tuna set minimum age. Tuna set minimum age kwa sababu ya user advantage plus audience, ambapo pia nitakuelezea ni nini na kwa nini tuna set hapo minimum age. Mimi naona niache hiyo 8. Then kinachofuata hapo ni kuset location. Location ni eneo ambalo azira yetu wapo, au tuweke miaka 20 hapo ni minimum age. Tuweke 20 kwa sababu miaka 18 kibongobongo bado ni mtoto, anakuwa ana uwezo wa kununua hiyo bidhaa huduma yako. So weka miaka 20 kidogo, hao ni wanafunzi kidogo, ameanza kuingia chuo, ameanza kupata boom. So ni umri ambao wanaweza wakanunua. Okay, then kinachofuata hapo ni kuseti location. So kwenye location kuna locations aina mbili, kuna regional ambayo inakuruhusu wewe kuweka mikoa hapa na nchi, lakini kuna local ambayo local ni maeneo ambayo wamenizunguka, na inakuwa ni eneo hilo ambao unarusha tangazo. So ukiwasha hapo unaweza ukaona ni maeneo ambayo zunguka. Kwa mfano mimi hapa ni Ubungo, so ni watu ambao wapo eneo ya Ubungo ndio wataona tangazo langu, lakini naweza nikapunguza na kuongeza ukubwa wa hilo eneo, na nikiongeza mpaka mwisho utaweza kuona inakuwa ni mkoa mzima wa Dar es Salaam, as you can see. Na pale juu unaweza ukaona audience size ya hiyo audience, lakini huko mimi sipataki. Nakuja huko kwenye regional. Kwenye regional nitaweka mikoa ambayo nitaweka miji, kwa mfano Arusha, Dodoma, Mwanza, Mbeya. Unaona hii amekuandikia reach more people like to response. Hii itawapelekea watu ambao pia hawapo kwenye hii miji ambao mimi nimechagua, so naizima. Hii ni AI ambayo itaangalia ni watu gani ambao watarespond sana kwenye tangazo. So unakuta hii pia inasababisha kwamba umetarget Arusha, lakini unapata hata watu ambao wapo Mtwara. Sasa wewe mwenyewe unafahamu kwamba wateja wangu wapo Arusha, so ni vyema uizime, kwa sababu itakuletea watu ambao mwisho wa siku mnaishia kuchati tu, hamna mauzo yote ambao watafanyika. Ongeza mikoa hapa, niongeze. Nimesema nitaweka miji Dar es Salaam. So nimeshaweka miji, then kinachofuata hapo ngoja niongeze na Kahama kwa sababu ni mji ambao umechangamka, matajiri ni wengi. Ngoja niweke Kahama. Then kinachofuata hapo ni kuipa hii audience name. Ni kama vile tunavyo save namba ya mtu. Baada ya kusave namba kama namba, unakuwa unaipa una save kwa jina, mradi next time unapokuwa unataka kumpigia huyo mtu nakumbuka. So hapa pia tunaipa hii audience name jina, kwa sababu hizi setting sio rahisi kuzikumbuka zote. So next time unapokuwa unataka kuisha tangazo, unachagua tu hiyo audience kwa jina then unaendelea. Lakini pia hapa tunaona kuna use advantage plus audience. Hii imewashwa kwa sababu hii itatafuta watu ambao nadhani ushai kuona au ushai experience hii situation, kwamba umesearch bidhaa fulani, then baada ya hapo kusearch hiyo bidhaa unapata matangazo mengi ya hiyo bidhaa. So wewe mwenye tangazo ambao unakuwa unaona tangazo lake anakuwa amewasha hii. So na leo ukiwasha hii, watu ambao wanasearch bidhaa ambao unaipromote wataweza kuona tangazo lako. So nitaipa hii audience name, na namna kuipa audience name ni kulingana na hiyo bidhaa ambayo unapromote. Kwa utaandika jina hiyo bidhaa ambayo unaipromote kwa wafanyabiashara ambao wana bidhaa nyingi. Lakini pia unaweza ukaipa audience name kulingana na mambo set. Labda kwa mfano labda wanawake Dar es Salaam, set kwenye gender akaseti wanawake, kwenye location nikaseti Dar es Salaam. Naweza nikaipa audience name yangu wanawake Dar es Salaam, lakini mimi nitaita testing kwa sababu sitorusha ile tangazo, nimetaka kuonyesha demonstration tu namna gani ambapo baada hapo utabonyeza done, then kipengele cha audience itakuwa nimemaliza, then nitabonyeza next. Kama unavyoona hapo audience yetu imekuja hapa kwenye hizi list za audience. So unaweza ukawa na audience nyingi kwa kadri wewe bidhaa zako au kwa kadri wewe unavyotangaza. Zinaweza hata zikawa nia buku wewe. Then next ni budget.
Next ni budget, tutaweza kuona budget gani ni inafaa sana kwenye matangazo yako. Okay, so next ni budget, na hapa kama unavyoona ametokea $12 ile budget, yani ndio recommended budget yao. Pia kuna duration ya siku 5 ambao $12 mara 5 maana yake ni $60. Kwa hiyo tutatumika $60 ndani ya siku 5. Yani in total nitatumia $60 kwenye hili tangazo, lakini kwa kila siku tangazo langu litatumia $12 ambao ni recommended budget, lakini naweza kapunguza au nikaongeza, ni mimi kulingana na budget yangu na mimi kwa jinsi ambayo nimejiandaa na hili tangazo. Lakini kiasi cha chini kabisa ambacho kina uhakika matokeo ni kuanzia $5 na kuendelea. So naweza kapunguza mpaka $5 ni mimi, lakini pia naweza nikaongeza kama budget yangu inaniruhusu. Kwangu inaniruhusu, naweza nikaongeza nikakata $100 ni mimi. Lakini kwenye duration, moja kati ya vitu vya kuzingatia, duration haitakiwi kushuka chini ya siku 4. Kama hapo unavyoona ameweka siku 5 duration yako. Unaona ameshusha hapa, ameniambia recommend at least $12 per day compared to business active. So wafanyabiashara wenzangu wanaweka kuanzia $12 na kuendelea. So na mimi nadhani nikaweka hata $15 nini kama naweza kucompete nao. Lakini pia naweka hiyo $15 hapo. Lakini pia kuna madhara ya kupunguza hapa, kama ikifikia $12 kuna madhara yake ya kupunguza ambao nitaelezea kwenye video inayofuata, ambao yenyewe itakuwa inahusu changamoto za kusponsor matangazo, ambao tutaona vitu tofauti tofauti kama disabled, no permission na vitu kama hivyo unaweza kuviona. Ambao wamekuwa wamerusha matangazo kwa muda mrefu nadhani wanafahamu hivi vitu au washaiku experience. Kwa hiyo $15 mara 5 itakuwa $75, na hapo tunaweza kuona estimated impression. Estimated impression ni watu ambao wataona tangazo letu ni kuanzia 46,000 mpaka watu 86,000. Lakini hapa chini kabisa umeona ameandika Apple fee to be calculated. Apple au makato ya Apple ambao ninazungumzia mwanzoni. So hii demonstration ni kwa ajili ya watu wa Android, lakini nimetumia iPhone. Nimetumia samahani sana kwa kutumia iPhone. Simu yangu ya Android ina changamoto na hii video ilikuwa inahitajika kwa haraka zaidi. Kuna mtu ambaye amesponsor hii video anaitwa Uzazi HQ. Alikuwa anahitaji hii video itoke kwa haraka zaidi. So nikasema ngoja nirekodi tu kwa iPhone. Lakini kwa Android step ni easy, ila kitu ambacho kinabadilika hapa, unakuwa kuna option ambayo inaitwa run until I pause it. Yani run ad until I pause it, ambayo hiyo option ndio option ambayo inasababisha wafanyabiashara wengi wanaingia kwenye madeni. So kama nilivyosema, changamoto za kusponsor nitazungumzia katika video inayofuata, na nitazungumzia hii run ad until I pause it inasababishaje madeni, lakini pia ina faida yake. Hiyo ni moja ya hasara yake, lakini pia ina faida yake. Kwa hiyo tutaweza kuangalia faida yake pia, hii run until I pause it, faida yake pia. Unaona kuna watu ambao na wateja wangu ambao kabisa option yao ni hiyo. So next ni review, ambao review tunaangalia tangazo letu, je, tumeseti fresh, kila kitu ambacho tunakitaka kipo. So tutaangalia kama kila tulichokiseti kipo. So tutaangalia kama kila kitu ambacho tumeseti kipo sahihi, ina maana tuta boost. Unaona hapa chini ameandikea add fund. Add fund kwa sababu ipo kwenye mfumo wa iPhone, ambao mfumo wa iPhone una prefer sana prepaid. Na kama nilivyozungumzia pale mwanzoni kwamba hivyo vitu lazima uvijue kabla ya kuangalia hii video, prepaid, postpaid. Kwenye Android mara nyingi wana prefer mfumo wa postpaid. So kwenye Android ina maana kwenye Android ina maana utakuwa ni pale itakuandikia boost post. Lakini pia tunaweza kuona tangazo letu jinsi linavyoonekana, na ukibonyeza preview ndio unaweza kaona kama hivyo ambavyo inaonyesha hapo jinsi tangazo lako litavyoonekana kwa hiyo audience. Okay, so ukisha boost post tangazo lako litaingia kwenye ukaguzi ndani ya masaa 24, ambao ataangalia kama limekidhi vigezo na masharti.
Kama halijakidhi vigezo na masharti itakuwa rejected, kama limekidhi vigezo na masharti itakuwa approved. Na maanisha naposema ndani ya masaa 24 na maanisha muda wowote kuanzia saa hiyo na Agosti, lakini haitozidi masaa 24. Inaweza ikawa baada ya masaa 2 matatu, ni hivyo. Lakini vigezo na masharti yao ni very simple, kwa tangazo lako lisiwe la picha za utupu, tangazo lako lisiwe la madawa ya kulevya, bangi, sigara, tangazo lako lisiwe masuala ya uchochezi, ya kiubaguzi, umeona. Tangazo lako lisiwe la violence, labda mtu kachinjwa, tangazo lako lisiwe la kutia kinyaa, tangazo lako pia lisiwe la brand. Kuna brand ambazo haziruhusu mtu kupromote bidhaa zao, hao wanajipromote wenyewe. Kwa mfano Gucci, Prada, hizi brand za nguo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vya kuzingatia. So ikiwa ina maana ukiwa umezingatia hivyo vyote, tangazo lako litakuwa approved. Okay, mimi mpaka hapo sina la ziada, lakini kama una swali unaweza kanicheki. Namba zangu ndio hizo hapo ambazo zinaonekana hapa kwenye hii video, lakini pia kuna options zingine za contact hapa kwenye description. Lakini pia usisahau kurudi kwenye video hii, ukipata matokeo usisahau kurudi kwenye video hii kutuachia comment hapa ya ushuhuda namna video hii imekusaidia. Asante.